Kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo na mbunge wa zamani Zitto Kabwe amemjibu mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda CDF Jenerali Muhoozi Kainerugaba kufuatia kauli yake ya kutangaza kufungwa kwa vyombo vya habari vya NTV Uganda na Daily Monitor. Hii ni kupitia kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Zitto amesema hatua hiyo sio tu shambulio dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, bali pia ni tishio la uwekezaji wa Watanzania ambao wana biashara nchini Uganda. Na kusomea kile ambacho alikuwa amekiandika. Tafadhali tambua kwamba hii sio tu shambulio dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, bali pia ni shambulio la moja kwa moja kwa uwekezaji wa Watanzania. Na uzingatie kwa makini athari zinazoweza kujitokeza kutokana na hatua zako dhidi ya biashara zinazomilikiwa na Watanzania nchini Uganda. Baada ya mmoja wa watumiaji wa mtandao wa X kumhoji kwa nini anahusisha biashara binafsi na Tanzania kama taifa, Zitto alifafanua kuwa uwekezaji wa raia wa nchi yoyote ulindwa kupitia mikataba ya kimataifa ya kulinda uwekezaji na mikataba ya kuepusha kodi mara mbili, kwa maana ya double taxation agreement. Hivyo ni wajibu wa serikali kulinda maslahi ya wawekezaji nje ya mipaka ya nchi. Huu ndio ulimwengu wa biashara. Uwekezaji wa raia wa nchi yoyote ulindwa na mikataba ya kimataifa na kikanda. Ni wajibu wa nchi kulinda uwekezaji huo. Kauli ya Zitto bana inakuja baada ya Jenerali Muhoozi kutangaza kufungwa kwa NTV Uganda na Daily Monitor, hatua iliyozua mjadala mpana kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na mazingira ya uwekezaji nchini Uganda. Jenerali Muhoozi Kainerugaba ni afisa mkuu wa jeshi nchini Uganda ambaye anahudumu kama mkuu wa majeshi ya ulinzi ya wananchi wa Uganda UPDF, na ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, lakini anatambulika pia kama mmoja kati ya viongozi wenye ushawishi mkubwa serikalini na anatajwa na wengi kama mrithi mtarajiwa wa urais. Kituo cha television cha NTV Uganda na gazeti la Daily Monitor vinamilikiwa na kampuni ya vyombo vya habari ya National Media Group NMG, na hivi karibuni pia mfanyabiashara wa Kitanzania Rostam Azizi aliongeza hisa na kuwa mmoja wa wamiliki wakuu wa kampuni hiyo baada ya kuinunua kutoka kwa mwanzilishi wake mtukufu Aga Khan. Lakini kutokana na maneno ambayo Muhoozi Kainerugaba ambaye amekuwa akizungumza kwenye mitandao ya kijamii, yamekuwa yakiwashtua watu wengi sana kutokana na namna ambavyo maamuzi yake amekuwa akiyafanya. Nakumbusha tu moja kati ya kauli pia ambayo ameandika kupitia kwenye ukurasa wake wa X, inasema: "Nina nguvu na mamlaka ya kufungia chombo chochote cha habari nchini Uganda. Hivyo nguvu ninayo tangu mwaka 2017 na nilipewa na baba yangu Rais Museveni. Bila shaka leo National Media na Daily Monitor wamelitambua hilo leo. Hizo media hazitofunguliwa mpaka nitoe ruhusa hiyo ndani ya Uganda. Siamini katika uhuru wa vyombo vya habari, bali sheria." Hayo ni miongoni mwa maneno yake ambayo aliandika kupitia kwenye ukurasa wake wa X. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kutuandikia hapo, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.